Bwana asifiwe. Mimi nakusalimia kwa jina la Bwana Yesu. Nafurahi kuona pia uko nyumbani mwa Bwana ili kujifunza maneno ya uzima. Ni kwa neno la Mungu tunaweza kukua kiroho, tunaweza kuimarika, tukamjua Kristo. Kristo akaumbika ndani ya moyo wa mwanadamu kwa kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe kwa kujitahidi kuahirisha mengine ukaja nyumbani mwake. Bwana asifiwe sana. Leo tunaendelea tena na siku yetu ya kujifunza maneno ya Mungu, kukumbushana maneno ya Mungu, kushirikishana maneno ya Mungu ili tumfahamu Kristo zaidi. Na tunaendelea, siku yetu tuliishia kwenye kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 14. Na leo tunaanzia pale pale Wakolosai 3 mstari wa 15 mpaka 19, mistari michache kama 4-5 itakuwa inatosha kwa leo. Tusishike mambo mengi, tushike machache. Kama hata machache na kakaa, basi ni baraka kwetu pia. Bwana asifiwe sana. Kwa somo letu la leo lina kichwa kisemacho jinsi ya kutambua tendo fulani ambalo ni dhambi. Inawezekana dhambi haijaandikwa, lakini iko njia ya kimungu ya kuweza kutambua kwamba jambo hili ni jema au ni baya, linakubalika kwa Mungu ama alikubariki. Iko njia, maandiko yameweka wazi jinsi ya kutambua, kwa sababu na maandiko yamesema si yote yaliandikwa. Hapana, mengine yapo ingawa hajaandikwa kwenye maandiko, lakini Mungu anatambua. Kwa somo la leo, bila shaka kutoka kwenye nafasi ya kutambua tendo fulani ni baya au ni zuri, tendo fulani ni dhambi au sio dhambi. Maana wako watu wengine wanasema wahubiri wana mambo mengi, wanaleta hata dhambi ambazo hazijaandikwa kwenye Biblia, kwa wanatutusha mzigo mzito. Hapana, tufundishana kweli. Biblia inasema ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Kwa tutasoma kwenye kitabu chetu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 15 mpaka 19, mistari machache. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Na amani ya Kristo yamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo ihusike kufanya maamuzi, ikuongoze kufanya maamuzi, ikuelekeze kwamba hili liko sawa, hili haliko sawa. Amani ya Kristo. Na amani ya Kristo yamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyaro kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kupitia kwake. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Sasa kwenye maandiko mistari kama 4-5 yako mambo kadhaa machache ambayo nimeona tuyashirikishane kwa mujibu wa mtumishi wa Mungu Paulo kadri alivyoyapa msisitizo. Eneo la kwanza ni amani ya Kristo.
kutawala mioyo yetu au kuongoza mioyo yetu. Amani ya Kristo inapokuwa imehusika kutawala moyo wa mtu aliyeokoka au kuongoza moyo wa mtu aliyeokoka. Amani ya Kristo, anasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Mstari 15, mpendwa, kila mtu anapookoka, anaposema nimempokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, akatangaza kuokoka, akasema leo naokoka, leo namwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, moja kwa moja amani ya Kristo inaingia moyoni mwake. Kitendo cha kumpokea Kristo, kupokea wokovu kwa imani, wakati huo huo na amani ya Kristo inaingia moyoni mwake. Kwa amani hii sasa tunapokea amani ya Kristo iliyotajwa kwa mstari 15, inahusika sana kutuelekeza ni nini kifanyike, au inatuongoza kufanya maamuzi yaliyo sahihi na yenye kumpendeza Mungu. Hiyo amani ya Kristo itakuongoza wewe, itamuongoza mtakatifu yoyote, itamuongoza mwana wa Mungu kufanya maamuzi, kuchukua hatua kwamba hiki ninachokiendea kinakubalika mbele za Mungu, hiki hakikubaliki. Ni amani ya Kristo, anasema iamue mioyoni mwenu. Mfano mdogo, wataka kufanya jambo fulani au kutamka neno fulani kwa mtu, utasikia amani ya Kristo kwenye moyo, huku unakataa. Kabla utamka neno zito, unasikia ndani taa inawaka kwamba hapo hapana, usiende. Ni amani ya Kristo inakuza kwamba hilo unataka kuliendea, unataka kulifanya, unataka kulitamka, halifai, halikubaliki mbele za Mungu. Utasikia taa ndani inawaka, inasema hapana, hilo ishia hapo. Nawe kama unasikia vizuri, kama wewe ni mtu unayetii sauti, utakubali kwamba hili halifai, unaishia hapo. Lakini ukikaidi, unaenda peke yako, uendi na Mungu, unaenda peke yako. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani hii inatulinda tuweze kupotezwa, inanilinda mimi, inakulinda wewe uliyeokoka, ili usipotezwe na chochote kile. Usiwepo ushawishi wa kutoa kwa Mungu, usiwepo mvuto wowote wa kutoa kwa Mungu kwa sababu ya amani hii ya Kristo. Mpendwa, kama mtu aliyeokoka, lile linalotupa amani ndilo tunalopaswa kulifanya. Ukiwa na jambo lolote unaliendea halikupi amani ya Kristo, maana yake Mungu anakuambia huko hakufai. Unataka kufanya ushirika na mtu, biashara na mtu, ni kweli umeshawishiwa sana kwamba hii biashara itakuwa na faida sana. Kabla hujachukua hatua kuingia, amani inakuambia hapana, huko unakokwenda hakufai, amani inakosekana. Au ukipata amani ya kutosha, ujue hilo limepata kibali kwa Mungu. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Sasa amani hii wakati mwingine kwenye maandiko inaitwa mafuta yanayokaa ndani yenu. Mafuta yakaayo ndani mwenu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 26 anasema, 26 na 27 tuanze. Nimewaandikia haya kuhusu habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Kwa maana tumesema amani hii inakuzuia mtoto wa Mungu usiweze kupotezwa. Ndio maana nasema nimewaandikia haya kuhusu habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa
ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo. Yanawafundisha habari za mambo yote. Mafuta, na wakati mwingine ni Roho Mtakatifu mwenyewe anakufundisha hiki ni sawa, hiki si sawa. Mpendwa, kama unasoma Biblia, haya mafuta ndio yanayomuongoza mtu wa ndani, roho yako, kufanya yanayompendeza Mungu. Haya mafuta yanayokaa ndani yako ndio yanayokuongoza wewe kuyafanya yanayompendeza Mungu. Yakikupa maelekezo ukakataa kuyasikia, ukakataa kuyatendea kazi, ukakataa kutii, ndio mwanzo wa kukengeuka kutoka kwenye mstari. Kwa wakati wote lazima usikilize amani ya Kristo inasemaje kwako. Mpendo, lazima ujue amani inaambatana na neno la Mungu. Wakati mwingine amani inakosekana kwa jambo fulani, na Roho Mtakatifu anakupa na andiko la kusaidia. Tukasema anajisikia kusitasita, moyo unakataa na andiko juu yake, kwamba ukienda hivi kuna athari kwa mujibu wa andiko hili. Ukitii umeshinda, ukishindwa kutii ndio mwanzo wa kupotea. Inatuongoza ili tusipotezwe. Mpendo, wakati mwingine taa inapowaka ndani ikakupa taarifa, inaambatana neno la Mungu la kukumbusha. Kwa ni vizuri ukawa msikivu sana, ukawa mwepesi wa kutii na kulitendea kazi. Ukiwa mzito, utakuwa kila siku unatoka nje ya mapenzi ya Mungu. Mpendwa, wako watu wengine taa yao ilishapiga kelele mpaka ikanyamaza. Akukumbusha, piga kengele ndani yako, hukusikia, ukaenda ukajigonga kwenye korongo. Siku zingine ikatokea hukusikiliza, hukutii, ukaenda mpaka ile dhamiri imesha kufa tayari. Yupo kanisani, ni mwimbaji mzuri, ni kiongozi kanisani, anasema nimeokoka, lakini alishaenda mbali na Mungu. Anajihisi, anaamini ameokoka, kumbe alishaacha wokovu muda mrefu. Ameshasahaulika mbele za Mungu, ingawa yeye anajua bado yuko na Mungu. Tasoma andiko moja, tuone mfano mmoja wa watu fulani. Luka 2:42. Luka 2:42. Luka sura ya 2 mstari 42 mpaka 45. Penda. Hapa ni kisa cha Yesu. Wazazi wake Yesu wakaenda naye hekaluni, wanaondoka wakafika wako naye, kumbe ikabaki hekaluni, lakini wao wanajua tunaye. Tukaacha wokovu, alisema bado ninasali kanisa la FPCT, bado nipo kwenye kanisa la TAG, ndiyo yupo, lakini kwa Mungu alishasaulika, twende pamoja. Na alipofikisha umri wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Desturi. Wokovu tulio nao hatutakiwi kuendesha kwa desturi. Ukiuendesha kwa desturi kwamba ndivyo watu wanafanya, umeshapotea. Na alipofikisha umri wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi, mazoea manake. Na alipofikisha umri wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi yao,
kama walivyozoea kwenda. Na walipokwisha kutimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Wameenda Yerusalemu hekaluni, wakafanya shughuli zao, sikukuu imeisha, wanarudi kwao. Wakajua wako na Yesu, wakatembea umbali mrefu, wanajua wana Yesu, wanahisi hivyo kwamba wana Yesu, kumbe Yesu amewacha hekaluni. Anahisi nina uokovu kwa sababu bado nanena kwa lugha, kumbe nanena lugha ya mazoea. Anahisi nina uokovu, lakini ameshamwacha Mungu, anaenda kwa kuzoea. Ndivyo huwa tunafanya kanisani, lakini kwenye daftari la Mungu alishamfuta. Maana kwa Mungu kuna kuandikishwa na kufutwa. Mungu alishamfuta, ila kwenye daftari la mchungaji hajafutwa, yumo kwa sababu ni mazoea. Hao watu wakaenda safari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Walipomkosa wakarudi Yerusalemu. Pendwa, ukiona kwamba umeshamkosa Kristo, jitahidi urudi umtafute. Jitahidi urudi umtafute, kama hawa walipoona Kristo hawana, wakarudi kumtafuta hekaluni. Walijua bado wanaye, kumbe alishabaki hekaluni. Na sisi ni muhimu wakati wote tukawa tunajichunguza. Usipokuwa na tabia ya kujichunguza, je, bado Kristo ni naye au nimemwacha hekaluni? Bado wokovu ni nao au ni mazoea au ni desturi ya kwenda kila mwaka? Lazima tujikague watakatifu, tujue Kristo tunaye au amebaki hekaluni. Ukiwa ndo utaratibu namna hiyo, wakati wote utakuwa macho, utakuwa unakesha, ili tusiwe na wokovu wa mazoea wa desturi. Mpendwa, mtu yeyote ambaye anatenda dhambi akisema mimi nina amani, huyo amani alionayo si ile amani ya Kristo. Hapana, ni amani ya kawaida ya duniani, kwa sababu haijawahi kutokea hekima ya Mungu ikafana hekima ya dunia. Ni tofauti. Eneo la pili ni kuitiwa amani. Mstari wa 15 hapo. Kila mtu aliyeokoka anaposema kwamba nimeokoka, anakuwa ameitiwa amani kama alivyoitiwa utakatifu. Soma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15-16. Anasema wito wetu, tumeitwa ili tuwe watakatifu. Ndio wito wetu. Wokovu ni kuitwa. Ulialikwa, uliitwa, ukaja kwenye wokovu, ukaitikia wito, ukaokoka. Anasema tumeitwa ili tuwe watakatifu. Sasa iweni watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa tumeitwa tuwe watakatifu. Sio hilo tu, na amani pia tumeitwa tuwe nayo. Wakati wote lazima tujue kwamba tumeitwa tuwe na amani kama tulivyoitwa tuwe na utakatifu. Na wakati wote amani na utakatifu ni mapacha, hawaachani, wanaenda sambamba. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 12, Waebrania sura ya 12, utaona hapo vinaenda sambamba, viachani. Waebrania 12, Waebrania 12 mstari wa 14 anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Tafuteni kwa bidii, sio kwa ulegevu, kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao.
amani na utakatifu haviachani, vinaenda sambamba. Tumeitwa tuwe na amani, tumeitwa tuwe watakatifu mbele za Mungu. Wakati wote waza kuwa na amani ya Kristo kwenye maisha yako. Hatuna budi kutafuta amani kwa bidii yote. Ukiona amani ya Kristo haipo, Biblia inasema fanya bidii uipate. Mpendwa, huwezi kujinadi mbele za watu, wewe uliyeokoka, mimi niliyeokoka, naye asema nampenda Mungu, nampenda Kristo, nikajinadi mbele za watu kama mimi sina amani na mke wangu, kama mke wangu ana amani na mimi, kama mimi sina amani na wapendwa wenzangu, kama wewe una amani na wapendwa wenzako, usije ukasema nina amani. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kuhakikisha unapokuwa kwenye nyumba ya Mungu una amani na wapendwa wenzako. Ukiwa nyumbani, ukiwa kwenye familia, una amani ndani ya familia. Hapo utakuwa umempendeza Mungu upeo. Ili kukaa kwenye wito wetu, yatupasa kuwa na amani na watu wote, wakati wote, asubuhi na jioni. Kokote uliko, uwe na amani na watu wote. Hata ukisoma kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 18, anasema 12:18 anasema, ikiwezekana kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Sasa andiko hili ukilienda ukatafuta kwenye Biblia ya Kiingereza, inaitwa Translation for Translators, imeongeza nasema unaweza kusababisha hiyo amani wewe. Kwa hiyo wewe una wajibu wa kuhakikisha amani ya Kristo inakuwepo kati yako na wenzako. Kwa bidii, sio kwa ulegevu. Ni wewe una nafasi ya kuisababisha ikawepo. Una nafasi ya kusababisha nafasi kati ya mpendwa na mpendwa ikawepo. Ni mimi na wewe. Kwa bidii. Kwa hiyo sio kwa kulegea, hapana. Kwa mpendwa, mimi na wewe tuna madeni kuhakikisha kwamba amani ya Kristo inakuwepo nyumbani mwa Mungu, inakuwepo kwenye familia zetu wakati wote. Hilo natoka kwenye eneo lingine, kuwa mtu wa shukrani. Mstari wa 15 huo umeongelea habari za shukrani. Anasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Tena iweni, ni agizo kwamba wewe uwe mtu wa kushukuru. Na mpendwa, mara nyingi sisi wapendwa tunapenda kupeleka mahitaji yetu kwa Mungu. Unapeleka mahitaji, haitokei tukawa na utaratibu wa kumshukuru Mungu. Wewe ni kupeleka tu. Unapeleka tu. Naomba gari, naomba uponyaji, naomba afya, naomba hiki. Hata kukaa ukamshukuru Mungu tunasahau. Lakini Mungu anatuagiza kwamba iweni watu wa shukrani. Lazima tujenge mazoea, sio utaratibu wa kuwa tunamshukuru Mungu. Tusipeleke mahitaji peke yake, hapana. Kwa nini? Shukrani ni mrejesho wa kutambua mchango wa Mungu kwenye eneo fulani fulani. Unapomshukuru mtu, ulikuwa na changamoto, ulikuwa na jambo fulani unalihitaji, akaja jirani yako akakusaidia, ukamwambia asante, manake ni mrejesho kwake kwamba alichofanya kimekubariki, alichofanya kimeleta manufaa kwako, kwamba bila yeye kuhusika usingefikia hapa ulipo. Ni mrejesho wa kutambua mchango wake kwenye hilo jambo. Kwa lazima tujitahidi tujenge mazoea ya kuwa tunashukuru mbele za Mungu. Usipokee tu, hapana. Shukrani inaongeza nguvu ya ufufuo. Ukitoa shukrani, kuna kitu kinaongezeka.
Tusome Yohana 11:47. Yohana 11:47. Kuna kitu hapo mtu alitendewa. Maandiko yanasema yameandikwa ili kutufundisha sisi. 11:47 mpaka 44. 41 mpaka 47. Yohana 11:41 mpaka 44. Basi waliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Hapa Yesu anataka Lazaro afufuke. Akaona ili kutambua mchango wa Mungu haraka kwenye ufufuo huu ni kumshukuru kwanza hata kabla hajatenda. Baada ya shukrani ndiye akaita Lazaro akafufuka, kwa sababu ya shukrani aliyotanguliza kwa Mungu. Kwa shukrani ina nafasi ya kuleta upenyo kwenye maisha ya mtu. Kwa kumbuka kumshukuru Mungu. Shukrani pia inaleta baraka zaidi. Shukrani ni mlango wa kuachilia baraka kwa mtu. Tutasoma Luka 17:12 mpaka 19. Kwa 17 mstari wa 12, mstari wa 11 mpaka 19. Hapa ni habari za wako wakoma, walikuwa 10. Wakoma hawa wakakutana na Yesu. Walikuwa hawajaokoka, lakini wakaona wokovu sio kitu kwao. Wao wakataka wapone magonjwa, watakasike ukoma. Wakakutana na Yesu. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Samaria waliokuwepo hawakuwa Wayahudi, walikuwa ni wale ambao mataifa, hawana ahadi ya Mungu, hawana Mungu, tuseme hawajaokoka. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Kwa mara moja watu 10 wote ni wakoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Wote wakatamka, uturehemu. Huu ni umoja. Wote wakatamka, Bwana mkubwa, Bwana Yesu, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, alichokisema ni kwa wote, sio kwa mmoja. Maagizo akayatoa kwao kwa pamoja. Aliwaambia, nendeni mkajioneshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, huyu Yesu ni mtu ajabu. Wao wanataka kutakasika, wanasubiri awaambie kuanzia sasa mmepona. Lakini akawaambia, mnataka kupona? Ndio. Sasa geukeni mwende mkajionyeshe kwa makuhani. Walipotii wakageuka, wanatekeleza maagizo ya Kristo. Hapo hapo wakapokea muujiza wa utakaso wa ukoma. Mpendwa, ukiacha kulitendea kazi neno la Mungu, huwezi kupata muujiza kamwe. Ukikataa kulitendea kazi neno la Mungu, likaonekana kwako ni gumu, ulipinga, ulitekelezi, unachokitarajia huwezi kukipokea. Wakati mwingine linakuja nje ya matarajio yako, ambao ulitamani uyaone au yasikie, au walitamani wasikie au wawekee mikono kwamba sasa naweka mikono, pokeeni uponyaji. Yesu akusema hivyo, asema geukeni mwende mkajionyeshe kwa kuhani. Yatosha. Walipolitekeleza wakapata uponyaji. Ukiwa mgumu kwenye maneno ya Mungu, utabaki kulaumu kanisa. Utasema kanisa halina upendo. Nimesalia pale, hakuna nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ziwe ndani yako, sio kwa ndani ya kanisa. Come on. Utakuwa unahangaika kwa sababu hujalishika neno la Mungu, alitendea kazi. Neno la Mungu linakuja kwako, haliji kwa ujumla wote kama kanisa. Hapana, ukuhubiriwa kwa wote, lakini kila mmoja anapokea sehemu yake.
unapokea cha kwako, unakitendea kazi, kinakuvusha wewe, sio kanisa kama lilivyo. Nendeni mkanyoshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda wakatakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Huyu ni mtu wa shukrani. Sasa angalia kilichofuata. Na akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Msamaria nimesema alikuwa hajaokoka, ni mataifa, ni mtu wa dhambi huko. Sasa kilichofuata, Yesu akajibu akasema, hawakutakasa wote 10? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana warudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Sura 19, akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Imani yako imekuokoa. Kwa sababu ya kurudi kutoa shukurani, aliondoka akapona ukoma, lakini hakupata wokovu. Kwa sababu ya kurudi kumshukuru Mungu, akatambua mchango wa kupona kwake ukoma, Mungu akampa na zawadi ya wokovu. Akasema, imani yako imekuokoa. Sio imekuponya, hapana, imekuokoa. Na neno hili imani yako imekuokoa, Yesu alilitamka mara 2 katika Biblia nzima. Alitamka mara hizi. Imani yako imekuokoa limetamkwa kwenye kitabu cha Luka mara 2 peke yake. Kilihusu watu kuokolewa dhambi, si uponyaji. Amepata uponyaji, amepata wokovu kwa sababu ya kurudi kutoa shukurani kwa Yesu. Wale 9 wakaondoka na uponyaji, lakini ufalme wa mbinguni hawakupata. Huyu kwa sababu ya utaratibu wa kushukuru, kutambua mchango wa Kristo wa kumbadilisha. Mkoma ni mtu alikuwa anatengwa akai na watu. Sasa ametakasika, anafurahi, anaanza kuchangamana na watu. Akarudi kwa Kristo kwa sababu atambua mchango wake aliyemponya huyo. Akapokea na zawadi ya wokovu juu. Wale wengine walienda jehanamu kwa sababu hawakurudi kwa Kristo. Hakuna walikoandika kwamba walikuja kuokolewa. Kwa sababu ya kushukuru. Kwa mimi na wewe tuna nafasi, tunatakiwa tuwe tunamshukuru Kristo kwa kila jambo. Tutapokea mengine na mengine kwa sababu ya maisha ya shukrani. Roho Mtakatifu anatukumbusha kumshukuru Mungu. Tutasoma kwa Kolosai 4:2. Mpendwa, shukrani zikiambatana na maombi zinaleta matokeo ya kushangaza kwenye maisha ya mtu. Ukiwa utaratibu wa kumshukuru Mungu, kuna matokeo makubwa utayaona kwenye maisha yako. Na tunapotendewa, isiwe shukrani tu ya maneno. Ndio, ni kweli Mungu anapenda, lakini peleka sadaka kwa Mungu. Kuna kitu kinaongezeka. Mfano, wewe una watoto wako 2. Wewe uko Tabora, wanakaa Arusha huko, mwasomesha. Mmoja anasema, mama, nimefanikiwa, nimepata hiki na hiki. Mwanangu bariki, na kushukuru mama ulinisaidia. Mwingine baada ya kufanikiwa akatuma furushi, kitenge, sukari kwa mama. Mama, na kushukuru, kazi yako uliyofanya, matokeo yake ni haya. Wewe ni mzazi, kati ya 2 ni nani utakuwa unamwangalia kwa karibu? Ndio, na Mungu vile vile. Watu wanasema mikono mitupu hairambwi. Ukapokea tu ukaishia Mungu na kushukuru, nimepata hiki, nilikuwa sina mtoto, nimepata. Lazima toa kitu kwa Mungu. Kuna kitu kinaongezeka. Kwa nini? Anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kuna baraka zingine za ziada kwa sababu ya kutoa, sio kushukuru tu. Kushukuru kuliambatana na utoaji. Kuna kitu kinaongezeka. Watu wanakimbilia kuangalia anayepokea. Nikitoa hiki, mchungaji hapa atapata kilo ya sukari atakunywa hapa. Ndio wanakokimbilia wanadamu.
anaangalia vinaenda kwa nani. Tujifunze maandiko. Kornelio akatoa vitu kwa watu, akatoa sadaka, lakini Mungu akasema sadaka zako zimefika mbinguni. Hakusema zimefika kwa kuhani, hapana, amesema zimefika mbinguni. Sasa wanadamu anasema nitoe hiki, ni mchungaji akavae suti, bali akavae hiki, anaangalia anayekipokea, angalie Mungu amesemaje. Ndio tunaishia hapo. Ndio maana hatuoni matokeo makubwa kama watakatifu waliotangulia. Hilo ndio kwenye neno lingine, sema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani mwenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani mwenu. Mstari wa 16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Mpendwa, tunapotumia neno la Mungu, tunapokuwa nalo kwenye mioyo yetu, linaweza kutuvusha. Yesu alishinda majaribu ya shetani kwa neno. Anasema imeandikwa. Shetani alipopigwa imeandikwa, akajua huyu anafahamu. Akahamia kona nyingine, akamwambia imeandikwa, akajua anafahamu. Akahamia kona nyingine, akasema imeandikwa, shetani akaisha. Kama huna neno la Mungu ndani yako, imeandikwa, utaitoa wapi? Utaitoa wapi? Neno la Mungu likae moyoni mwako kwa wingi. Ukilisoma, ukalitafakari, ukaliona tena, linakuwepo moyoni mwako. Hata kwenye maombi yako unaweza ukaomba dakika 40 kwa maandiko. Imeandikwa Isaya ngapi? Imeandikwa hiki na hiki, mpaka na Mungu asema kweli na mtoto wangu. Imeandikwa. Neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Kwa tukiwa neno la Mungu kwenye mioyo yetu, tuna nafasi ya kupata ushindi mkubwa dhidi ya shetani, kwa sababu kuna neno la Mungu kwa wingi. Sasa neno la Mungu tujitahidi likae mioyoni mwetu. Ukiwa neno la Mungu kwa wingi, hata nafasi ya kuomba ukapokea kwa Mungu ni kubwa. Maandiko yanasema hivyo. Yohana 15 mstari wa 7 tu. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, maneno yangu yakae ndani yenu. Sasa angalia kinachofuata hapo. Ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Kumbe mlango mwingine mmojawapo wa kupokea mambo mengi kwa Mungu ni kuwa na neno la Mungu ndani. Ni kuwa na neno la Kristo ndani ya mioyo yetu. Linafungua mlango wa kupokea mambo mengi kutoka kwa Kristo. Asema likiwepo ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Ni muhimu sana neno la Mungu likawepo ndani mwetu. Na Wakristo wengi hapa ndiko tuliko naswa hapa, hawaoni matokeo makubwa kwa sababu hawana muda na neno la Mungu. Ndio tunarudi kule kwenye mfano wa mpanzi. Kuna mbegu zidondoka kwenye miiba. Ukilifuatilia, asema ni masumbuko ya dunia yamelisonga mbegu, haiwezi kusogea. Sasa Wakristo wengi hatutoi nafasi kwenye neno la Mungu. Shughuli zetu za dunia zinatubana sana, tunashindwa kutoa kipaumbele kwa neno la Mungu. Anaona kutoa sali moja tu, akaacha biashara yake kwa muda, akaja akajifunza neno la Mungu, akapokea neno, anaona ni mzigo, anaona anapoteza. Na Biblia inasema anayehurumia nafsi yake anaiangamiza, na anayeiangamiza
anaijenga, hapotezi. Hapo tuko kama watu wa Kristo wengi, atutoe kipaumbele kwa Mungu. Mungu anakuwa kitu cha ziada, lakini yeye anatakiwa awe namba moja, mengine yafuate. Niwahi kuona mfanyabiashara mmoja nikiwa mkoa mmoja wakati nasoma, ikifika muda wa ibada anasema ni saa 9 anaenda kanisani. Hata ungekuja unataka vitu vya milioni 100, anasema ni saa hii muda wa ibada mpendwa, niache niende kanisani, nitarudi baada ya saa 1:30 ibada itakuwa imekwisha, nitakukuta hapa. Anaenda kanisani, anaacha mamilioni. Lakini mimi na wewe inawezekana tusingefanya hivyo. Na shetani alivyo mjanja, ukiwa na biashara ili muda wa ibada unakaribia, ndipo wateja wanasogea wengi, wanakuulizia, anaondoka. Anakuja mwingine, unaona anakuja, sasa niende kanisani, anasogea, anakuulizia, anakuuliza kidogo, anaondoka. Muda wa ibada ukishakuwa umepita, wateja wote wanapotea. Kumbe ameleta shetani kwa makusudi ili akubane usitoe kipaumbele kwa Mungu. Lakini ukishajua neno, unasema hapana, kama biashara na ioze, niende kwa Mungu kwanza. Na ukienda kwa Mungu, Mungu alivyo mwaminifu, akijua leo ni Jumatano, siku ya ibada, atakuletea wateja mapema, wewe unamalizana nao. Ili anajua kasa unatakiwa saa 10 uende kanisani, saa 9 umeshamaliza biashara yako, umekaa pembeni. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa sio mambo yote yameandikwa, hapana. Hata ukisoma 21 mstari wa 25 utakuta mambo kama hayo. Anasema pia kuna mambo mengi yaliyofanywa na Yesu ambayo yakiandikwa kwa moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Kwa hiyo mambo mengine mabaya hayafai, ambayo hayakuonyeshwa moja kwa moja kwa Biblia kwamba ni hayafai au dhambi, lakini uongozi wa Roho Mtakatifu anatuambia hili halifai. Mpendo, kwa msingi huo dhambi zote hazikuandikwa moja kwa moja kwa jinsi yake. Mbona ukisoma kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 21, Wagalatia 5 mstari wa 21, ametoa kwa ujumla, akisema usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Yanayofanana na hayo akajumuisha. Kwa ukienda kichwa utashangaa, unatenda dhambi, unajifariji kwamba hili sijaliona kwenye Biblia. Kumbe ni kutokuwa makini kufuatilia Roho wa Mungu anasemaje juu ya hilo. Kwa nini? Kwa sababu sheria yetu imeandikwa kwenye mioyo yetu, ndio inayotuongoza kujua hili ni baya, hili sio zuri. Dhamiri yetu inasema na sisi kwamba hili hapana, hili acha, hili fanya, hili subiri. Warumi 2:14 anasemaje? Warumi 2:14-15 anasema, kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri zao zikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki na kuwatetea. Dhamiri inakwambia kwamba hili, je, kuvaa nguo, hawajaandika kuvaa nguo mwanamke mabega yako wazi, hili ni sahihi? Kwenye Biblia halipo. Dhamiri sitakwambia kwamba hili nimevaa nguo imeishia hapa, huku kote kuko wazi, natembea mpaka sokoni wapi. Je, hili ni kweli au si kweli? Linafaa halifai? Dhamiri yako itakwambia. Je, ingekuwa ni Kristo yupo kweli, angevaa pensi na kifua wazi akatoka hapa mpaka maili 5? Dhamiri yako itakwambia. Je, ingekuwa ni Kristo yupo leo, angekaa kwenye kiwanja cha mpira naye anashangilia?
Yuko mtu mmoja nasikia unaangalia mpira unashangilia kichungaji. Si kushangilia kichungaji kwa kuwa namna. Dhambi ni dhambi, hakuna ya mchungaji wala mshirika, full stop. Yesu angeenda kufungua mpira kwa maombi na mpira ukaisha, mechi ya Simba na Yanga, akasema tupiga magoti tumshukuru Mungu, mpira umekwisha. Angefanya hayo? Hayo ni kupunguza kudhamika, kuambia ili ni sawa si sawa, hayapo kwenye maandiko, lakini dhamiri itakwambia. Angeenda kwenye mpira wa ngumi, tufungue mpira wa ngumi, kwa mchezo wa ngumi kwa maombi, wakapigana, sema tupiga magoti tumshukuru Mungu, tunaweza kupigana. Yesu angefanya hivyo? Kwa nini mtakatifu utaki kukaa karibu na neno likakufundisha? Kwa nini? Dhamiri inakwambia hili alifai, hili ni zuri, hili si zuri. Dhamiri yako, amani ya Kristo iamue mioni mwako. Ndio maana yake. Lingine, mstari wetu wa 19 ameongelea wajibu wa familia wa mke na mme. Kwa wajibu wa mke na mme katika familia, mstari 19, ili kuwe na maisha yenye furaha kwenye familia, kila mtu hana budi kujua wajibu wake. Mme ajue wajibu wake, mke ajue wajibu wake. Mke anapaswa kutii mume na kukubali kutawaliwa, maana ndio impendezayo Mungu. Tutasoma mwenyewe Mwanzo 3:16. Mke sharti aanze kwanza kutii mme. Hapa lazima tuelewe. Ukisoma maandiko kwenye raka zote hizi, unaona maelekezo kwanza anaambiwa mwanamke, ndipo anafata mwanaume. Kwa misingi hiyo, mwanamke anatakiwa awe wa kwanza kuonyesha utii na kukubali kutawaliwa. Akishafanya hayo, ndio sasa ahadai haki ya kupendwa na mme. Ndio wajibu wa mke, na mme ana wajibu wa kumpenda mke wake. Na Biblia inasema tusipende kwa neno bali kwa tendo. Ndivyo maandiko yasemavyo kwenye waraka wa Yohana sura 3:18. Tusipende kwa neno bali kwa tendo. Wewe mme unasema unampenda mke wako, kila anachosema, baba nimeona sendo nzuri, hiyo rangi ni kama huwa sikubali. Siku zingine nimeona kitenge kizuri, sema hivyo vitenge vya siku hizi havifai. Unakuwa na sababu ya kumkatalia. Hakuna unachotenda kwake kaonyesha kwamba kweli amedhihirisha kwamba mume wangu ananipenda. Tusipende kwa neno bali kwa tendo, na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu wewe siku zote ni mwaminifu. Baba, unatupenda watoto wako wa kanisa hili la FPCT Kidatu nguzo ya 7. Ndio maana na leo kwa neema yako umetufundisha jinsi gani kuyatambua hata yale ambayo hujayaandika, lakini kwenye vibao vya mioyo yetu yapaswa tuyatambue kwamba haya hayastahili, kwa sababu iko amani ya Kristo ambayo umeagiza kwamba iamue kwenye mioyo yetu, ituongoze kufanya maamuzi yanayoonyesha kweli Mungu tunayatenda mapenzi yako. Baba, asante kwa sababu neno hili umelileta mbele ya watoto wako wa kike na wa kiume kwa majira yako yaliyokubalika, maana we ni Mungu wa majira na nyakati. We ndio uliyejua kwamba tarehe ya leo watoto wako walioko mbele ya madhabahu hii watakuwepo kusikia maneno yako. Baba, asante, maana umesema unapotufundisha unakusudia tupate faida, unakusudia tuimarike, unakusudia kututengeneza ili tufae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninakusihi Roho Mtakatifu, wewe uliye mwalimu, tusaidie
kuyakumbuka maneno haya. Neno lako linasema kwamba Roho Mtakatifu atatufundisha na atatukumbusha yote uliotuambia. Yako maneno mengi leo Bwana Yesu umetuambia habari ya maisha Mkristo kwa ujumla wake na wajibu wa mke na mme. Habari ya amani yako Kristo umetufundisha leo. Naomba Roho Mtakatifu tukumbushe kuyaelewa, tukumbushe kuyatendea kazi, tukumbushe kuyashika kila itwapo leo, ili kwa kuyafanya hayo yatupe nafasi ya kupiga hatua kwenye maisha yetu ya kiroho, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Baba kwa kuwa unatupenda, ndio maana kila leo unatukumbusha maneno mengi. Baba, pokea sifa na utukufu, maana wewe peke yako unastahili, katika jina la Yesu. Mungu mwema, watoto wako wanatoa mioyo yao, wanatoa miili yao, wanatoa na sadaka zao pia kwa ajili ya kujenga ufalme wako Mungu. Baba, naomba uwakumbuke na kuwabariki, ukawatendee sawa sawa na ahadi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunapoirisha ibada hii, wote na wainu wako wakabidhi mikononi mwako. Naomba malaika wa ulinzi akawatangulie kwa kila njia watakayoiendea Bwana. Usiku malaika wako akafanya kituo, akiwalinda na kuwatunza. Kila adui atakainuka juu yao akafedheeke, akaibike, kwa jina la Yesu Kristo. Na ijulikane ya kuwa hawa ni watoto wako uliogharamia uhai wako Baba, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen.